أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu, tunaendelea na darasa letu na tulianza na mada ya wakati, na leo walillahi alhamdu tutaifunga mada hiyo kwa maneno na mazungumzo machache, lakini pia kwa maelekezo ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, tumesema awali kwamba wakati ni kitu muhimu sana katika vitu vya kuchunga na kuviangalia na kuvipa umuhimu na kipaumbele kikubwa ni wakati. Na tujue kwamba kama ambavyo tulivyosema kwamba wakati umebeba mafanikio ya mwanadamu ya duniani, lakini pia mafanikio yake ya akhera. Lakini pia tufahamu wakati ni moja ya amana ambazo mwanadamu amepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo basi tujue kwamba wakati ni amana, tunapaswa tuutumie vizuri, ama amana hiyo tuitumie vizuri ili tupate mafanikio yetu ya dunia, lakini pia tupate mafanikio yetu ya akhera. Lakini pia kama wakati ni amana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atauliza kila mwanadamu juu ya amana aliyopewa, na miongoni mwa amana ambazo tumepewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kutumia wakati. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, thumma latus'alunna yawmaidhin 'anil na'im, kwamba mtaulizwa wanadamu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama juu ya neema ambazo mlizopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ndugu zangu, naendelea kusisitiza kwamba wakati ni jambo kubwa, sababu wakati ndio ambao unaotengeneza maisha yako ya hapa duniani, lakini wakati ndio ambao unatengeneza maisha ya watoto wako, lakini wakati ndio ambao unatengeneza uchumi wako, lakini wakati ndio ambao unatengeneza pepo yako siku ya akhira mbele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, la tazulu qadama abdin yawma alqiyamati hatta yus'alu an umrihi fima afnahu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la tazulu qadama abdi, ilikuwa qadamani, la tazulu qadamani, imeondoka ile nuni kwa sababu ya idhafa, imebaki la tazulu qadama abdin yawma alqiyamati, kwamba haitopiga hatua ama hazitopiga hatua nyayo mbili za mwanadamu siku ya Kiyama, hata yusalu an umrihi fima afnahu, mpaka mwanadamu aulizwe alipewa wakati wa umri, ule muda aliopewa wa umri wake, ule umri kaumalizaje? Ametumia wakati huo wa umri wake katika mambo ya kubeti, mambo ya ulevi, mambo ya anasa,
mambo ya zinaa, uchafu wa haluma ajara, ama wakati wake huo wa ujana wake ameutumia katika mambo ya khairati, katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuyafanya yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaridhia. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallama, la tazulu qadama abdin yawma alqiyamati hatta yusalu an umrihi fima afnahu, mwanadamu hawezi akanyanyua nyayo zake akapiga hatua akapiga matambo kwenda mbele mpaka kwanza Mungu amuulize wakati wake wa ujana ameutumia namna gani na kaumalizaji. wa an ilmihi fima faala fihi, lakini pia alipewa ilmu na ile ilmu ameitumiaje. Umetumia ilmu katika lengo la kufarikisha watu, kuwagawa watu, kuwadharau watu, ama kuwatukana watu, ama ilmu uliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ulipewa na ulitumia vizuri kufundisha watu, kubalighisha watu, kueneza dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo katika mambo ambayo mwanadamu ataulizwa siku ya Kiyama, cha kwanza an umrihi fima afnahu, umri wake kaumalizaje, wa an ilmihi fima faala fihi, lakini pia elimu yake alitumiaje. Kama ulitumia elimu yako vizuri ulipewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhakikisha dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inaenea, dini ya Allah inajulikana, dini ya Allah inasambaa kwa watu wakaujua Uislamu wao, utakuwa na manufaa makubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo muda wote ambao ulikuwa kijana ni wakati huu ambao ulipata kuutumia, lakini kwa muda wote ambao ulikuwa na ilmu ulikuwa unatumia wakati umesoma, lakini pia ukawa na ilmu kwa namna gani sasa ile ilmu umetumia katika kubalighisha dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akasema wa an malihi min aina iktasaba, wa an malihi min aina iktasaba, na elimu yake ataulizwa, mali zake mwanadamu ataulizwa. Wewe ulipewa mali, ulikuwa dhulati katika dunia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ulikuwa na mtu ambaye ni nafasi ya maisha, ile mali ulikuwa nayo umetumia namna gani? Wa an malihi min aina iktasabat, na mali yako umeichumaje? Na mali yako umeichumaje? Ataulizwa mtu. Mtu asifurahie tu kwamba yeye ni tajiri, ana fedha, anaweza akatumia fedha yake kwa namna anavyotaka yeye, sivyo anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ataulizwa wa an malihi min aina iktasaba, basi pesa yake ameichuma namna gani? Ameipataje hiyo fedha? Ameipata kwa njia halali ama kaipata kwa njia haramu? Lazima aulizwe. Wa fima anfaqahu, lakini namna gani ameitumia? Kwanza ataulizwa mali yake ameipataje, lakini namna gani ameitumia. Kuna watu leo wamepewa nafasi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya fedha na riziki mbalimbali, lakini kuna misikiti hata majamvi ya kusalia hawana. Kuna madrasa zingine watoto wanakaa chini, madrasa zingine ni mbovu, walimu wa madrasa wanaishi katika mazingira magumu. Matokeo yake leo walimu wa madrasa, kwa ule uhaba wa maisha, walimu wengi hivi sasa wamejiingiza kwenye uganga kwa sababu ya maisha. Na kuna watu ambao wamepewa riziki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini riziki hizo hawazitumii kwa mujibu wa yale matakwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atauliza watu siku ya Kiyama, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqahu, kwamba mali yake wakati akiwa hai ameitafutaje mali hiyo, na amepataje, na ametumia namna gani. Lakini Mungu haishii hapo,
Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa an jismihi fima ablahu, lakini ataulizwa mwanadamu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama kwamba alipewa umri, alipewa kiwiliwili mpaka watu wakampenda, wakampa majina mengi, mara yeye ni handsome, mara yeye ni beautiful, lakini huo mwili ambao Mungu alimpa mpaka akapewa majina mazuri, ameuchakaza vipi? Ameutumiaje? Ameutumia katika mambo ya khairati ama katika mambo ya muharramati? Kwa ndugu zangu, nasisitiza kusema kwamba wakati ni jambo kubwa sana. Wakati ambao wewe ni kijana, basi tumia ujana wako vizuri, lakini wakati pia una mali, tumia mali yako vizuri, lakini pia mali yako angalia namna gani umeipata. Tafuta mali ya halali ili uendelee kupata radhi na baraka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mali zako. Lakini Mungu amekupa mwili, amekupa afya njema, wakati huo tumia mwili wako, tumia afya yako njema uliyopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuhakikisha usitoke wala usichupe mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani kwa kufanya hivyo utafuta radhi, utakosa radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na utatafuta vita na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zangu, wakati ni neema ambayo Muislamu akitumia vizuri itamsaidia duniani na akhira. Tunayo haki na wajibu kutumia wakati tuliokuwa nao, uhai tuliokuwa nao, muda tuliokuwa nao, ujana tuliokuwa nao, mali tulizokuwa nazo katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na si kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, tunamalizia na tunafunga darasa yetu hii ya wakati. Tunamwomba sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuona haki kwamba hii ndio haki tuifuate, lakini pia atujalie kuona batili kwamba hii ni batili. Pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuepuka na batili hiyo. Wabillahi waliyusalihin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.